Ukikua bila kuuliza, utazeeka bila kujua. Kwa nini nimesema hivyo? Nimesema hivyo kwa sababu kuna wakati unakuwa unawiwa kufanya jambo, lakini kwa sababu huna usubutu wa kuuliza, tayari unakuwa unajiona ni kama huna uwezo wa kitu hicho. Kwa nini? Maana yake tayari kuna hofu imekutawala. Kwa hiyo hofu ili iweze kuisha, lazima usubutu kuuliza. Kwa sababu kitendo cha kusubutu wewe kuuliza, tayari utaanza kukokotolewa lile hitaji lako. Kwa hiyo sasa watu wengi hapa Afrika huwa tunashindwa kwa sababu ya hofu, na tunashindwa kufanya mambo kwa sababu tayari tuna hofu. Na si kwamba hatuna uwezo. Uwezo tunao mkubwa, tena mno mkubwa. Vipaji kama ni vipaji, Mungu aishaga tubariki. Nawaambia Waafrika wenzangu, Mungu aisha tubariki mpaka vingine vinakosa hata kwa kwenda, ila kwa sababu ya hofu na kwa sababu ya uoga wa kuuliza, basi tunakufa navyo. Tumeona wangapi ambao wamezikwa na vipaji vyao, wamezikwa na mambo mazuri, wamezikwa na akili nzuri, ila kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya kushindwa kuuliza kama nifanyeje au nipite wapi ili hili jambo niweze kulifanikisha, tayari watu wanakufa navyo. Kitu kingine unakuta hata yule sasa aliyesubutu kuuliza, anapofanikiwa kuanza lile jambo, sasa anaanza kuingiza roho ya uchoyo ndani yake, kutaka kwamba wengine wasijue. Mwisho wa siku anakuja kufa, hajazalisha matunda yale kwa watu wengine. Unakuta hajazalisha matunda yale kwa watu wengine, anakuja na kufa yeye kama yeye. Hakuna aliyemwachia kile kitu alichofanyaje, alichokuwa anakifanya, na wakati kile kitu itakiwa akiache kwa mtu mwingine au kwa watu wengine, ili kibaki kinafanyaje, kibaki na uhai wake, kwa sababu kile kitu tayari kitakuwa kinaishi pale atakapokuwa kiwekeza kwa watu wengine. Na ndio maana nikakwambia kwamba ukikua bila kuuliza, unazeeka bila kujua. Huu msemo ni msemo mgumu. Ni sasa na msemo mmoja unasema kwamba kama hauna, unapenda ulichonacho. Ni kweli. Lazima ujiulize kwamba hapa mimi nina nini, na ni lazima pia tujiulize kwamba tuna nini sisi kama watu ambao tumepewa vitu vya kufanya hapa duniani. Kesho kutwa tukiamsha, tuache alama. Tuna nini sasa? Lazima ujiulize. Kwa hicho ulichonacho wewe lazima ukipende kwanza. Lazima ukipende na lazima ukipalilie. Ukisha kipalilia, kitaanza kuwa kizuri. Sasa watu tunashindwa kupalilia talanta tulizonazo, tulizopewa, tunashindwa kuzizalisha. Na ndio maana sasa tunakufa na vitu vingi. Tunakufa navyo. Tunakufa navyo. Watu tunaondoka navyo. Lakini huko tunapoelekea vinakuwa havina msaada tena. Vinakuwa haviwezi kutusaidia. Hata kama mtu atakuja pale ulipolala kwamba bwana nilikuwa najua ulikuwa unaweza kitu fulani na kuomba urudi ufanye ile jambo, ni swala ambalo haliwezekani. Kwa nataka kumaanisha kwamba tunapaswa kuondoa roho ya uchoyo ndani ya mioyo yetu. Tuondoe roho ya uchoyo. Kile ulichonacho jitahidi sana kumpa yule ambaye hana. Hii kitu ninakisisitiza kwa mtu mwenye akili timamu atanielewa. Leo hii walotutangulia katika dunia hii wangebezi sana kutuachia vitu muhimu au kutulisha vitu muhimu ambavyo ni vya kutusaidia kwa maisha yanayokuja. Nadhani hata mauaji tunayoona sasa hivi yasingekuwa kama hivi. Kwa sababu sasa hivi tunauana kwa sababu ni umaskini.
umaskini ndio unatusumbua tu. Kwa sababu sidhani kwamba mtu mwenye navyo kwamba anaweza kawaza kila siku kuwa na mwaga damu. Ila kinachotusumbua ni umaskini. Umaskini ndio unasababisha tuchukiane. Umaskini huo ndio unasababisha umkane ndugu yako. Umaskini huo ndio unasababisha useme kwamba huyu naye mfahamu sasa hivi kwamba humjui. Umaskini huo na hao wakiwakuta wote wakiuliza huyu mtu namjua, unamkana mchana kweupe. Kwa sababu nini? Ni umaskini. Kwa nilikuwa nasisitiza kwamba tujifunze sana kutokuwa wachoyo, na hususan tuondoe huu uchoyo wa akili. Kuna kitu Mungu kakupa tayari, unakijua wewe, unakijua hapo ulipo, na unakijua kabisa kwamba hiki kitu ninacho. Na hiki kitu nikimwambia fulani anaweza akafanya moja mbili tatu. Anaweza akatufikisha labda sehemu fulani. Kuna wengine tumepewa maono, kuna wengine tumepewa nguvu, kuna wengine tumepewa yani vitu mbalimbali. Wewe siwezi kuvitaja nikavimaliza, lakini wewe unajua. Kwa hicho ulichonacho kimpa mtu ambaye ana uhitaji nacho, yani anaweza kakifanyia kazi na kikaleta matunda mpaka wewe mwenyewe ukashangaa. Lakini uchoyo mwingi, tuna uchoyo mwingi, na huo uchoyo ndio unatutesa. Na hususan sisi ngozi nyeusi. Kwa nini mimi huwa napenda kusema ngozi nyeusi? Ngozi nyeusi mara nyingi kwa kweli huwa sijui tushaga rogwa na nini. Sijajua kwamba kilicho turoga ni nini. Sijajua, najiuliza.